Habari yako kwanza? Safi vipi? Safi, salama kabisa. Bana samahani kidogo ndugu yangu. Japokuwa una haraka sana mkuta uko speed. Mimi ni mgeni maeneo haya. Natokea zangu mjini. Kuna binti yangu ambayo nimepata taarifa yupo huko. Nasikia yupo kwa kijana mmoja anaitwa Mfaume katika maeneo haya. Lakini sipafahamu njia yenyewe ni ipi au nyumbani kwake ni wapi. Si unamfahamu huyo kijana? Hapana, mimi simfahamu. Haumfahamu kabisa? Simfahamu. Mimi nilikuwa naomba niwahi kwa sababu na haraka kidogo. Hapana, samahani kidogo. Hebu naomba tupeane hata maelezo mawili matatu. Mimi nina binti yangu ambaye amekuja huku kama nilivyotangulia kusema awali. Alafu nasikia amepatwa na matatizo. Japokuwa vijana wa sasa hivi mkiulizwaga vitu mwingine unakuwa unikuficha. Sio kwamba kuna jambo lolote la utofauti, hapana. Amepatwa na mtihani binti yangu. Na huyo Mfaume namuulizia hapa ndio nimesikia yupo kwake yeye. Kama unafahamu chochote, naomba msaada wako nisaidie kunifikisha kwa huyo Mfaume. Ina maana kuna binti yangu ambaye anaitwa Naomi. Unaona? Kwa hiyo huyo Naomi ndio yupo kwa huyo Mfaume. Kwa hiyo nimesikia amepatwa na mitihani. Naomi? Vipi, unamfahamu? Naomi ambaye ndo yani huyo Naomi ndo binti yako wewe? Ndo binti yako kwangu mimi. Huyo Mfaume kama nani? Mimi hilo tena sifahamu, ila nimeambiwa yupo kwa Mfaume. Huyo mtu ninamfahamu. Na ndo huyo Mfaume uliomtaja. Mimi ni kama binamu yangu. Ndio. Ambaye huyo Naomi mimi ni shemeji yangu. Kwa hiyo hapa nimepewa taarifa kwamba huyo Naomi kaonekana kijiji cha pili. Kwa hiyo ameonekana? Basi twende basi. Hapana. Twende bwana, na nikamune mwanangu. Hapana mzee wangu, hapana. Mimi nilikuwa naomba unisubiri kwa sababu nimepigiwa simu hata watu wa nyumbani mlake sijawachukua kama Mfaume mwenyewe kitaka kwenda, lakini mimi nimeambiwa nisende na mtu kwa mazingira aliyopo. Maskini mwanangu. Mimi nilikuwa naomba unisubiri. Mimi naenda chapu kumchukua. Then nitapita tena njia hii afu tutakuwa tutaongozana wote. Kwa hiyo unaniambia utamleta binti yangu hapa? Yeah. Subiri hapa hapa. Mimi nitarudi naye. Basi mimi nakuamini ndugu yangu. Basi naomba fanya hivyo na kusubiri. Mimi naomba uniache niwahi kwa sababu muda unanitupa mpaka mkono. Mimi nakusubiri yani. Sawa sawa. Nakushukuru sana ndugu yangu. Maskini mwanangu.
Bwana kaka. Kaka, mimi nimeenda safari yangu. Nimeenda salama na nimerudi salama. Ila katika safari yangu ambayo nilienda, nimekutana na mzee Simba wakati ninaenda. Mzazi wa mtoto. Mzee Simba? Kaja kijijini huko? Sahihi kabisa kaja. Nikutana wakati ninaenda na nilipokutana naye, kama alikuwa ananiulizia kupitia jina lako wewe, akaniza bana, kuna mtu anamuulizia mimi anaitwa Mfaume. Amekuja huko kijijini. Mmoja na mke wake anaitwa Naomi ambaye ni mwanawe. Sasa kutokana na maelezo marefu alionipa, mimi nikashindwa kumficha. Kabidi nimwambie tu ukweli. Na katika kumwambia ukweli, yeye akaniambia anataka twende wote tukamfuate. Kutokana kule mimi nilipango niende mimi kama mimi. Yeye nikamwambia nisubiri. Akanisubiri. Nimeenda nimemchukua Naomi. Nimefika naye mpaka pale. Fika naye pale akawa anataka kumchukua mwanawe aondoke naye mjini. Hali yake iko vile vile. Hali yake uchizi. Mimi nikajaribu kumshawishi kwamba tumpeleke kwa mtaalamu. Mara ya kwanza alikataa sana. Tena alikataa kule kweli. Ila baada ya kuwa nimetumia busara kidogo katika maongezi, yeye kabidi akubali. Kaenda naye kwa mtaalamu, kwa mganga. Akatibiwa ile binti kwa mzima. Alivyotoka pale, Naomi mzima? Mzima. Ya. Kapona Kabisa. Asante Mungu. Naomi kapona. Kwa hiyo iko wapi? Na mpaka hivi sasa na imani itakuwa washaondoka. Ina maana mmegeuzia huko? Wameondoka, na kama laiti angefika hapa mzee wake, kaka pangekuwa hapa toshi, kwa sababu kwanza alivyofuja alikokuwa na ghadhabu. Tena na ghadhabu na hasira. Na imani angefika hapa, ile vurugu lake isingeweza kuzililika. Kwa kifupi kaka umeatimba. Bwana kaka, kweli nimeatimba mwaka huu. Kwa sababu kwanza nashukuru Mungu Naomi kupona. Ila kinachostajabisha zaidi au unachokiendelea kuniumiza kichwa, kwanza kitendo cha babake kutokufika hapa kuonana naye mimi. Hilo jambo linastusha, kuna kurudi naye. Sielewi siku nitakutana naye yule baba atanifanya nini mimi? Kwa sababu nimechukua binti yake bila ya ruhusa yake. Na afu isitoshe na matatizo yakuja kutokea huku. Nieleweka vipi kwa mzee wake? Na alafu babake yenyewe kwa Naomi yuko peke yake. Hebu vuta picha hiyo kaka, mimi nafika mjini, fikaje? Na nikisha kufika yule mzee yani sielewi. kaka utakuwa mwaka wa kwako. Yaani nimeatimba kaka. Soma sia nimeatimba. Zaidi ya kuyatimba. Ni mkubwa yuko wapi? Mama na dada zako wameelekea shamba. Au shamba tayari kushakuwa na hali ya mimea hiyo, kuna wadudu wanafuka kwa hiyo waga wametoka asubuhi mapema hapo. Wameelekea shamba. Lakini pia usuli jambo mimi naona kaka, bora kesho mimi nikiamka asubuhi kesho nielekee mjini. Ili nikajue mapema kuliko telefoni ile kwa kimya hivi. Kwa sababu vema baba Naomi kama ningekutana naye hapa, basi ningejua hata siku ya kukutana naye tena mjini. Bora mimi nirudi nikajue hatima yangu itakuwa nini. Na kama nikuombe Mungu bila safari. Maana kwa hili tukio lililotokea na hivyo ndivyo nielezea. Kaka hapa umeatimba sana. Tena umeatimba haswa. Kwa sababu hata ukifika kule maelezo yake kujielezea nataka ujipange. Hapa kutokana na nataka kuondoka. Na bi mkubwa yuko. Mimi akija bi mkubwa nitamwelekeza kuhusu wewe. Na nitamwelekeza kuhusu ile shemeji yangu watu waliofikia. Kikubwa mimi ninachosema hapo, mimi nikuombe Mungu tu. Maana kwa jinsi ulivyoyatimba,
Hata sijui itakuwaje ukishafika huko. Ndola tika. Naona muda mwingi umeshapita tangu mimi nawe tuoane. Je, unaonaje mazingira hapa mjini toka ulipofika? Sio mabaya, nashukuru Mungu nilipokea vizuri. Wazee wamenipokea vizuri tangu nimefika hapa. Nashukuru Mungu. Lakini mke wangu, naona kama uko sawa hivi. Mama, uko sawa. Kweli? Ndola timiwe nimekuzoea sana kwa sababu nimeishi nawe muda mrefu toka sasa. Kwa hiyo nakufahamu vizuri. Ukiwa sawa mimi nakujua. Na ukiwa tofauti mimi vile najua. Leo kutakuwa kuna kitu unanificha. Wewe uko sawa. Mama, uko sawa. Kweli? Kwambie kitu. Mimi ndo mama wako. Mimi nakupenda na najua unanipenda, si ndio? Mambo ni kitu gani ambacho kinakutatiza? Ni kweli mume wangu. Tangu nimefika hapa mjini, kuna kitu kinanitatiza sana kwenye akili yangu. Nani? Kuna msichana mmoja ameshambulia sana kwa maneno machafu. Msichana mmoja? Hapana, sifahamu. Sijui, lakini ndio hivyo. Utakuwa nikufananisha. Sawa, sikumize kichwa, achana naye. Achana naye. Ila kuna kitu ambacho mimi kinaniumiza sana kichwa mke wangu. Najua muda mrefu sana umepita mimi nawe toka tuoane. Kwa kama muda mrefu umepita, wanasema ndoa ni sheria, watoto majaliwa, si ndio? Kitu ambacho kinaniumiza ni shida yangu sana mtoto. Haina tatizo mke wangu. Kwa sababu vitambaa mimi nitaenda kuvinunua. Tutaangalia kama ndo kweli. Unajua nakupenda. Nafahamu. Haina tatizo tutaangalia kama uko kweli lazima. Kwa wewe na nguvu. Karibu mume wangu. Hivi anaendeleaje? Mume wangu wa jambo kidogo, lakini mwanao hataki hata kula. Najitahidi kumbembeleza lakini bado. Da. Sawa. Naam. Jitahidi pale ambao utakuta unajisikia hamu ya kula, basi ule japo kidogo. Maana kawaida ya shida jinsi ilivyo, kuingia ni siku moja, lakini kutoka ni kidogo kidogo. Kwa jitahidi ule ili uweze kupata nguvu vizuri mwanangu. Sawa? Unaelewa mamangu? Kwa kubwa zaidi nilikuwa nasisitiza ni hilo tu. Ila kikubwa mke wangu. Ndio mume wangu. Unaona matatizo jinsi ambavyo yametokea. Umeona? Kuwa makini sana.
wakati mwingine ninavyozungumza nakuwa na maana na maanisha, si kwa malengo mabaya. Sawa mume wangu, haitujiulia. Kwanza umeniuzi. Umekuja hapa, umenikuta mimi mtu wa kike, umeninyenga, nimekubali vizuri. Umenichukua binti yangu bila babake kujua. Ulichokifanya umeenda naye kijijini, baada ukaenda na huko ulikompeleka ukaenda kufanya kitu mbaya. Sasa mambo yote yamenirudia mimi. Sasa mimi nilisema hivi, mnavyoenda baada siku 2 unirudishe hapa. Matokeo wewe hujamrudisha, hujaja kusema kwamba ana matatizo gani mpaka baba mtu amefanya kazi kuja kuniuliza mimi nimegombana na mume wangu, kuja kijijini kuulizia mpaka amempata binti yangu. Leo narudi hapa. Sasa basi, baba mwenye nyumba alichokisema, hapa wewe hapa kufai. La msingi itabidi hapa uame uende nyumba Mbondeni ukakae. Jiblake hapa uhitajiki tena. Mama mimi alikuwa kusudio langu sana kweli. Sikuwa naniambia na yeye. Ila sipokuwa ni mambo ndo yametokea. Kwa hiyo mimi naomba uniwe radhi mamangu. Ila pia ningetaka kutambua hali ya mgonjwa anaendeleaje. Mimi haya ni uso, wewe nishakwambia ondoka. Hujataka ustaarabu. Sawa, nimekuelewa mama. Mimi nitahamisha vitu vyangu. Samahani sana kwa kuwasumbua. Kikubwa zaidi ambacho nimekuitia, mimi na taratibu wa safari nataka kutoka kidogo. Kwa katika wapangaji wangu ambao nimemwangalia hapa, wewe ni mkoona mwaminifu sana kwangu na nimekukubali vizuri tu. Lakini hawa wengine wauni hawa siwaamini sana. Na nimezungumza wauni japokuwa wamekuzidi kwa umri kwa sababu hawana wake, una mke, una shemeji huyo. Unaona? Kwa hiyo mazingira haya yote utakuwa unaangalia vizuri. Kadiri ya kitu chochote ambacho kinatokea bana wenzio, basi utakuwa unakaa nao na jadiliana nao. Na kama utaona kuna kitu chochote ambacho kimekuzidi utanipigia simu utanifahamisha. Sio, umenielewa? Nimekuelewa vizuri. Umenielewa vizuri? Mzee Simba. Na Simba tunajitahidi kwa kila hali na mali. Imradi tu mpaka na sisi tupate sehemu yetu. Kwa sababu kuishi na watu ndio kazi. Kwa lazima muda mwingine uwe na ustaarabu. Kwa hiyo sisi hatuna kitu kwa lakini ustaarabu kama nilivyotaja. Basi sawa, mimi nashukuru sana kwa hilo. Basi sawa. Na pia jingine nafurahishwa sana na jinsi ambavyo mnaishi. Kwa sababu makamu ya kwako wewe ni vijana wengi wanapenda sana kuishi vile usela. Lakini mapema tumeamua kujichukulia mke, umeoa. Kwa hiyo ni binti bado mdogo sana. Kwa naomba muendelee kudumisha upendo wenu vizuri. Wewe shemeji mpende vizuri mume wako na wewe mpende vizuri mke wako. Umeelewa vizuri? Ndio maisha jinsi ambavyo yanatakiwa hivi. Kwa kikubwa ni kuvumiliana, kustamiliana. Na jingine kuna chumba kile pale. Yule mpangaji karibuni tu hivi atamaliza mpango wake. Unaona? Kwa maana hiyo kuna mpangaji mwingine ambaye atakuja hapa. Kwa tayari utamuonesha hiyo sehemu na utamwelekeza utaratibu wote ambao unatakiwa hapa. Na hata kama atakuja yule mwanangu Nahomi, basi naye pia utamjulisha. Kama una makaratasi kale basi utaandika atapeleka kule nyumbani. Kwa kubwa zaidi ni ambayo nimewaitia ni hilo tu. Sio, umenielewa? Umenielewa? Sawa, samahani sana kwa kuwasumbua. Nimewasumbua na shemeji hapa.
Mimi nawatakia maisha mema. Ngoja niwaache kidogo.